My brothers, we must say this together in one voice. Anyone thinking he's going to auction the Luhya community to Zakayo and give the people of Mlembe Nation a tranquilizer walale hadi 2032, Zakayo atunyanyase, tunawaambia hao watu nini? Tawe. Naunga mkono hii maneno. Nasikia Caleb Amisi anasema, hii maneno nasikia Natembeya anasema kwamba ni muhimu kwamba tuwe na kitu inaitwa generational change. Kila kabila inaleta sasa viongozi wapya. Mheshimiwa Osotsi, tulianza hii gurudumu pamoja. Hata sisi hapa kwa Waluhya, mimi naunga mkono kabisa kwamba tuwe na kitu inaitwa generational change. Mheshimiwa Natembeya, wewe wakati unasimama kule Trans Nzoia unasema Mheshimiwa Atuoli Tawe. Kwanza hiyo maneno ya Buhungu 3 ati Mheshimiwa Atuoli unakuja unasema kutakuwa na Buhungu 3. Tunataka tukuambie sisi kama vijana wa Luhya, hiyo mambo ya political brokerage peleka huko kwenyu, sisi hatutakubali hiyo maneno. Kama jamii ambayo namba 2 Kenya hii kwa idadi ya watu 7.5 million people ambao ni Waluhya, wakati tunaangalia katika mipango ya serikali vile imepangwa, Waluhya wako sehemu gani? Sisi kama jamii tuko sehemu gani? Ile haki ya Mluhya iko wapi? Na mtu aseme kwamba tunasema mambo ya ukabila. Jamii zote kubwa katika taifa la Kenya wanapanga mambo yao hivyo hivyo. Ukiona Wakikuyu wako pamoja, wamekuwa na urais karibu miaka 39. Wakalenjini wako pamoja karibu miaka 20 kitu sahihi. Wakamba wamejipanga, Wasomali wamejipanga. Sisi Waluhya bado tunahangaika tunaenda wapi? Ile kazi ambayo tunajulikana nayo watu wetu, ile kwenda kuwa house girl Nairobi ama kwenda kuwa watchman. Hata katika vitengo vya polisi, vitengo vya usalama, unapata hatuko ndani huko. Sisi ati makomanda wa security kwa kule Nairobi. Tumesema wakati imefika sisi kama jamii namba 2, jamii ambayo ni ya Mlembe, jamii ambayo ni ya amani. Niko na hakika kwamba kama tukishikana pamoja, hata uongozi wa taifa la Kenya will change and will change forever. Saa hii siwezi kusema ati 2027 nitakuwa wapi, lakini 2027 nitakuwa pale mezani. Upende msipende nitakuwa hapa, kwa sababu mimi niko katika Azimio. Kule katika Azimio tuna viongozi wengine, mpaka tukae chini tujue hao viongozi ambao wako katika Azimio nani atakuwa wapi na nani atakuwa wapi. Kutoka hapo nitakuja hapa niseme vile tumesikizana kule nitakuwa mahali fulani. 2032 tuseme Tawe kwa jamii ya Kikuyu na jamii ya Kalenjin kutoa presidential candidate. Tawe hapo tunasema Tawe. Lazima Mluhya saa hii, kwa sababu sisi ndio the largest in population, tutoe presidential candidate mwenye atashinda hii kitu. Itafika wakati tutataka kukuwa president wa hii taifa. Mkitoka hapa muende kwa Wakikuyu, mtapata wako na kura, wako na pesa. Mkienda kwa Wakalenjin, mtapata wako na kura, wako na pesa. Na nyinyi unaenda kuomba, unaomba pesa, unaomba kura. Nani atakupea? Nani atakupea pesa tena akupee kura? Nani? I want to tell the governors, wale governors ambao mko hapa, hawa watu wanaitwa toto. Msipowapea biashara, mtatafuta mtu wa kuwapea pesa, mtapata. If you don't empower the local entrepreneurs, the reason for a devolution is for you to empower the locals. Tafutia hawa vijana wafanya. Mimi sitaki kuona Muhindi anafanya kazi hapa Kakamega. Mimi sitaki kuona Msomali anapewa tenda hapa Kakamega. Pea hawa vijana bwana. Nimeona umesukumwa sana kule UDA. Lakini wale jamaa wanakusukuma ni kama una nyumbani. Wale wa jamaa tunataka kuambia hata Kileoa na kwao. Ukisukumwa sana, wewe rudi
tutakukaribisha tuendelee mbele. Ama namna gani? Kwa sababu hatutaona Mluya wetu akisukumwa na sisi tuko hapo. Mimi nakutetea hapo, lakini kwa hii upande ya ODM wachana na sisi. Kwa mambo ya kusema hii kitu ya Bukungu 3, tunasema hiyo ni upuzi, hiyo ni safari nyingine ya kuuza Waluya. Na mzee Atuoli tunakuheshimu, lakini wewe, tulikuwa na wewe kwa Azimio, ukakuwa pale, wewe ndio ulikuwa unaongea na Raila kila siku, wewe ndio ulikuwa unampa mipango, wewe ndio ulikuwa unampa strategy. Sasa wakati tukupata kiti, yeye ndio wa kwanza kutoroka sisi. Alafu anakuja hapa anasema ati nyinyi hamkuwa na strategy. Nani alikuwa anapatia Raila strategy?